Kila nyakati katika maisha huwa zina ujumbe wake. Katika mwaka kuna mgawanyiko wa misimu. Kuna msimu wa kiangazi ambapo nyasi zote hukauka, lakini inapowadia kuanzia mwezi Oktoba, Novemba kwenda Disemba, mambo hubadilika. Katika maeneo yetu ya Tanzania, kanda ya Ziwa, Mwanza, msimu wa mvua huanza tangu mwezi wa 10 Oktoba na kuendelea Novemba, Disemba. Kipindi hiki pia huwa wa miti kuchipua, matunda kuzaliana mpaka kufikia 15 Disemba, ambapo hata yale matunda maarufu yanapatikana Mwanza, maembe, huanza kuzaliana. Mojawapo ya nyakati za kuchangaza katika misimu ya mwaka ni msimu wa mvua zenye mawingu mazito, ngurumo, umeme wa radi na vimeto, ambavyo mababu zetu wa asili wameweza kuhusanisha hizo nguvu za asili kwamba ndiye Mwenyezi Mungu ananguruma. Leo tunashuhudia mvua nzito ya radi, umeme unaowaka kutoka mawinguni, ngurumo za hapa na pale, na mvua za manyunyu zikiendelea kuashiria nature ikijitangaza yenyewe, ikiashiria hali isiyo ya kawaida. Mawingu ya jioni wakati fulani ni mawingu yanayotafakarisha, mawingu ambayo rangi yake inaleta hali ya hisia za huzuni na uchungu. Inaleta hali inayotupeleka katika ulimwengu usiojulikana, ulimwengu wa mbali, ulimwengu ambao unatufanya tutambue kwamba sisi wanadamu hapa duniani si mahali salama sana pa kukaa, bali tunatakiwa tumtegemee Mwenyezi anayetupeleka katika makao yake ya huko mbinguni. Hapoambiwa mbinguni, ni kwa kweli ni huko kwenye mawingu, na hizi nguvu za asili kama radi, vimeto na ngurumo hutuondolea hali ya sintofahamu na kusema kwamba lazima Mwenyezi yuko nyuma ya mambo haya. Endelea kushare na kushuhudia video hii ambayo inakupatia nguvu za asili zinaponguruma, radi, vimeto, ngurumo, umeme, na unaangaza kwa mwanga kama mchana, ukiendelea kumtangaza Mwenyezi aliyejificha nyuma yake. Mtakatifu Thomas wa Aquino anasema yote haya yanasababishwa na mtendaji ambaye yuko nyuma ya yote, anaitwa unmoved mover. Hii ndio cosmology. Hii ndio elimu nzito kabisa ya yeye ambaye kwa lugha ya Kisukuma anajulikana kama Nyanalemerwa.